Mimi personally kama ningekuwa William Ruto, ningetupilia mbali hizi kampeni za opposition. Maana opposition inajua kutocha mzee. Opposition inajua kutocha. Yaani kile ambacho kilikuwa kinafanyika kile ambacho kilifanyika Western hii weekend tu, kile ambacho kimefanyika Thika hii weekend tu, compared na kile kimefanyika tena kama mimi Ruto ningepunguza safari zangu za kwenda huku na huku, kuzurura huku na huku, nirudi nyumbani nianze kujua nini na nini ambacho ni cha kwangu, nianze kukikusanya polepole, maana safari ya Sugoi it's unstoppable. Kile kitu ambacho Ruto anafanyiwa na opposition, kwa kweli hata kama ni mwanadamu wa kawaida, tumpeleke Ruto polepole. Tumpeleke Ruto polepole. Huyu mwamba amekonda, ameisha ndugu yangu. Jamani, tunamtakia nini rais paka anamhurumia ndugu yangu? Although tunamtaka aondoke, lakini mwanangu inafika mahali paka tunamhurumia mzee. Ruto amepokea tocha sana hii weekend. Kama kuna ile kitu kinaitwa political torture, Ruto ameipokea hii weekend. Ruto ameipokea hii weekend. Najua hata wenyewe sasa hivi wanajiuliza tutafanyaje. Na ndio maana unapata hata pia wao in one way or the other pia hawana agenda. Tuambia ni ukweli, serikali pia haina agenda, kwa sababu wakienda kwa mikutano yao wanalia opposition, hawana agenda. In real sense pia hawana agenda in some way. Kwa sababu na wao pia wakienda kwa Israeli zao utasikia hao jamaa moja all the time wanaongelea tu opposition, na kitu ambacho wanaongelea ni ukabila, sijui nini, opposition ina ukabila, vitu kama hivyo. So pia wao hawana agenda ya. Na mimi pia nakubaliana na opposition. Hatutaki agenda sasa hii. Agenda sasa hii mje mzikopi mwanze kuzifanya. Hatutaki sisi. Hizo agenda tunazitaka hata kiwezekana. Hizo agenda hizo za opposition, watu waambie kama kesho tuenda kupiga kura. Ruto huwa anajiita political smart, lakini amepata mtu ambaye ako more political smart kumshinda. This time round naye ni mwecheche. Haya ni mbaya. This is amazing. Yaani toka nianze kuona sasa za hii Kenya, lakini hii nayo pia imenifurahisha. This time round imenifurahisha. Hii sasa imeanza kuwa tamu hata kushinda ile Azimio bro. This is sweet. Boiling nicely. Opposition mnatufurahisha. Na mmoja kitu, kama kuna kitu ambacho kinasumbua Sugoi Ruto ni hawa jamaa hawatoi the picture ni nani ambaye anaenda kuface William Ruto. Na hicho ndo kitu kikubwa ambacho gava imengoja kwa hamu na gamu, kwa sababu sasa wakijichanganya tu. Yaani wakijichanganya tu hata hivi kiduchu tu. Ruto atawapeleka kama baskeli ya kuibwa. Ruto. Na ndio maana Gachagua anajua hizi kadi. Huyu mwamba namvulia kofia. Yaani huyu jamaa ndo amejua kumwangaisha Ruto. Yaani najaribu kuimagine without Rigathi Gachagua kwa hii picture ya opposition. Hii opposition ingekuwa weak sana mzee. Hii opposition ingekuwa very very weak. But Gachagua in the picture, na ndio maana hata wenyewe wamejua
Wameenda wakaungana huko kwa mahakama nini, Rigathi Gachagua kesi yao ifinyiliwe, asikue kwenye ballot. Na mimi napenda kuambia hivi, a good advice, listen an advice from me. Watu wa Kenya Kwanza, afadhali hata wacha hii appeal, wacha hii appeal ya Rigathi Gachagua. Na wapatia winning strategy kama Kenya Kwanza, winning strategy kidogo tu. Lakini ni ngumu. Na wapatia winning strategy lakini pia ni ngumu. Mkitaka mwezane ama at least mjaribu kidogo. Mwacheni ya Gachagua na hii appeal yake apite, ionekane kwamba ameshinda hii kesi. Shelea. Kidogo mtapambana, lakini kama ako nje ndo ni mbaya zaidi. Mwamba ni mbaya zaidi. Gachagua anamvulia kilemba, anamvulia kofia mwamba. Anakaa tu mtu hivi na mwenye Ruto alijua huu mwamba akiweza pita tu pale kotini na awe kwa debe itakuwa mbaya, bila kujua kwamba kumweka kule nyuma bado sando mzuri zaidi. Yani with Gachagua or without Gachagua, Gachagua is just there. Kenya Kwanza mtapata shida sana. Ruto, punguza safari, rudi nyumbani, angalia kile kilicho cha kwako. Anza kuweka tu vitu vyako in order. Niliona umejenga state house, at least arrangements ziko sawa nini. Anza kuarrange kiti chako, ujue friji langu ili vitu vyako tu anza kuvipanga pale, kwa sababu anytime from now unaweza kuwa unaiaga hiyo status. Kwa hiki ambacho nimekiona hii weekend. No. Sijui maoni yako ni gani. Hii ni sijui tu maoni yako ni gani. Je, una feel kwamba Kenya Kwanza bado wana chance ya kuweza kurani government 2027 and beyond mpaka 2032, ama opposition is taking over? Maoni yako ni yapi? Mwanangu Podcast TV. Poo!